Baadhi ya watumiaji wa usafiri wa bajaji katika jiji la Dodoma wameziomba mamlaka za ndani za usafiri kuwachukulia hatua baadhi ya madereva wanaokiuka sheria na kanuni za barabarani, ikiwa ni pamoja na wanaopakia idadi kubwa ya abiria katika vyombo vyao. Taarifa ya Ibrahimu Mbwana inafafanua zaidi. Katika maeneo mbalimbali hasa mijini, ni ukweli usiopingika ya kwamba usafiri wa bajaji ni miongoni mwa usafiri maarufu, pengine kutokana na kutumiwa na walio wengi pindi wanapofanya safari za kusaka mkate wa kila siku. Hapa jijini Dodoma, usafiri huu hauepukiki, lakini kinachozua wasiwasi ni ile tabia ya baadhi ya madereva kuzidisha idadi ya abiria kwenye usafiri huo maarufu kama tano bora, tena wengine wakienda mbali zaidi hadi kufunga madumu pembezoni mwa kiti cha dereva. Lakini je, ni ipi sababu iliyo nyuma ya hili? Mimi mwenyewe ishe kunikuta yeye nipakia abiria 4, kaja mwingine ambaye ni 5, nikamwambia bwana, bajaji nafasi hamna. Akasema mimi napanda hivyo hivyo, acha tubanane. Ni hatari, lakini ugumu wa maisha na changamoto ambazo zinakuwa ukizingatia bajaji anakusanywa mapato TRA, anaskaniwa na jiji, akisimama long parking, trafiki barabarani anakusimamisha, anakagua mpaka vya kisimwanga kwenye chombo. Yuko kisheria. Kwa unakuta vitu vidogo vidogo vinakuwa ni vingi sana kiasi kwamba dereva analazimika kupakia watu 5. Waswahili husema kilio lazima kiwe na mwenyewe. Je, abiria wanaridhishwa na utaratibu huo? Kiukweli wanatukosea sana. Kwa sababu gani? Unakuta kwanza wanawabananisha, alafu ukiangalia kifaa chenyewe ni kidogo. Kiukweli ni kero sana kwetu sisi abiria. Kuna siku moja nimepanda bajaji, tulikaa bajaji moja karibia watu 8. Serikali inatakiwa liangalie hawa madereva bajaji pia waruhusiwe angalau basi wabebe ile idadi inayotakiwa. Mamlaka za usafiri wa ndani katika jiji hili la Dodoma wanatoa neno. Baadhi ya barabara ambazo hivi vyombo vinakwenda ni barabara ambazo sio